Tuingie katika uchambuzi wa moja kwa moja wa mashetani. Nikusihi utege sikio kwa makini. Ukisikiliza kwa makini, kwa hakika utaelewa nini ambacho mtunzi alikimaanisha. Kitabu cha mashetani kitakuwa kinaeleweka kana kwamba unakunywa maji ya baridi katika joto kali. Nikusihi tu kabla ya yote subscribe kwa ajili ya kusupport na kusikiliza kazi mbalimbali za kifasaha. Na kujina ni John Mabaya. Kwa mawasiliano mbalimbali na maelezo utapata katika namba ya simu ambayo inaonekana katika cover ya uchambuzi huu. Sasa, nini maana ya tamthilia ya mashetani? Tamthilia hii ni miongoni mwa tamthilia iliyotumia lugha ya kishairi. Mwandishi ameonyesha ubobezi wa lugha ya kiwango cha hali ya juu sana, akijaribu kuficha na kuibua tafakari fupi ambayo ilitokea katika mfumo uliokuwepo baada tu ya Tanzania kupata uhuru. Kumbuka iliandikwa mwaka 1971 na hiki ndiko kilikuwa ni kipindi ambacho Tanzania imetoka kupata uhuru na inahamia katika mfumo wa Azimio la Arusha chini ya uongozi wa Julius Kambarage Nyerere. Lakini Zanzibar walikuwa wametoka katika mapinduzi ya Zanzibar 1964 chini ya Abedi Amani Karume. Na muungano tayari umeshakwisha kutokea. Kwa hiyo Ibrahim Hussein anaishi katika hayo mazingira na anaandika hiki kitabu akijaribu kudokeza juu ya mfumo uliokuwepo kipindi hicho. Na mfumo huu unaonyesha mgogoro wa kihistoria na kitabaka uliozikumba nchi za Kiafrika katika enzi za uhuru, hasa ulizozikumba hasa nchini Tanzania, ambapo kuna mivutano miwili kati ya tabaka la zamani ambalo lilikuwepo zamani likiwakilishwa na Juma, ambao mwanzo walikuwa ni matajiri wa kina Juma, walikuwa na mashamba na vitu mbalimbali, lakini tabaka jipya likaingia baada ya uhuru. Wapo watu waliojimilikisha mali na kuwanyang'anya mashamba wale watu walikuwa ni matajiri mwanzo, ambao hawa sasa kutokana na mfumo wa ukabaila tunamwona tabaka hili linawakilishwa na Kitalu. Kwa hiyo Juma na Kitalu ni watu wawili tofauti, ambao mmoja ni tajiri, mwingine ni maskini. Lakini huyu maskini ambaye ni Juma mwanzo alikuwa ni matajiri, lakini walinyang'anywa mali zao, na miongoni mwa watu waliofaidika na unyang'anyaji wa mali ni Kitalu, ambao wanafaidika na mfumo mpya. Kwa hiyo tunaona kwamba Kitalu yupo katika nafasi hiyo nzuri. Sasa mgogoro huo sio tu hapo, lakini tunaona kati ya binadamu pamoja na mashetani. Mgogoro huo pia upo. Kwa hiyo ndio mwandishi anajikita hapo. Sasa mwandishi anaamua kuwaingiza hawa wahusika wawili ambao wanatofautiana kiitikadi katika mchezo. Katika huo mchezo, Juma ambaye ni maskini kwa wakati huo na wazazi wake ni wamenyang'anywa mali, anacheza kama shetani, kama mtawala. Lakini Kitalu anacheza kama binadamu, kama mtawaliwa. Na katika hii hali inamfanya aelewe kwa kina juu ya unyanyasaji na unyonyaji wa shetani kama mtawala aliyekuwepo mwanzo. Hatimaye anagundua kumbe kuna makosa aliyofanyika kwa wazazi wake juu ya uchukuaji wa zile mali, jambo ambalo linamuathiri kisaikolojia na kuonekana kana kwamba ana mashetani kweli, na baadhi ya watu wanasema anaumwa. Kuthibitisha kwamba Juma alikuwa aumi kweli ni pale ambapo madaktari na waganga walipojaribu kumtibu wakashindwa. Ule ulikuwa sio ugonjwa wa kawaida, ila ilikuwa ni taswira ambayo mwandishi ajaribu kutengeneza kitu hapo juu ya ugonjwa wa Kitalu. Tutaangalia tulipofika katika taswira, je, ugonjwa wa Kitalu ulikuwa unamaanisha nini? Huo ulikuwa ni utangulizi juu ya namna ambavyo mwandishi Ibrahim Hussein alitunga kitabu katika mazingira yapi. Mazingira aliyotunga ndio hayo kipindi hicho cha Tanzania, na ametumia wapi wahusika wawili, Juma pamoja na Kitalu. Juma anakisha tabaka la juu, tabaka la chini ambalo limetolewa. Kitalu anakisha tabaka la juu ambalo ndio limeingia tabaka jipya, na mfumo wao wa maisha ni mzuri. Tuingie katika dhamira tuchambue. Kisha baada ya hapo tutaangalia katika taswira. Kipengele cha taswira ni cha muhimu kwa sababu ndio kinafafanua mafumbo mbalimbali yaliyofichwa na mwandishi na yatakusaidia. Kwa hiyo kila kipengele kina umuhimu ndani yake katika kuelewa. Kwa hiyo hakuna ambacho unatakiwa kuskip. Sikiliza kipengele kwa kipengele ili uweze kuelewa kazi ya Ibrahim Hussein, mashetani. Kwa kwanza, dhamira kubwa ambayo imejitokeza sana ni ukoloni mamboleo ambao umeshamiri sana hapa. Ukoloni mamboleo mwandishi anajaribu kutumia kuonyesha jinsi gani ambavyo nchi za Kiafrika zimepata uhuru lakini bado zinatawaliwa. Na katika kitabu hiki amemtumia mhusika shetani ambaye Juma alicheza hapo. Shetani ameibuka katika nyanja tofauti. Shetani miongoni mwapo ameonekana kuwa kama vile ni mkoloni ambaye huyu yeye Juma ni shetani na Kitalu ni binadamu, anapambana kutaka kumuua kwa kutumia kisu, na mwisho wa siku anapofanikiwa kumuua anapewa siri. Hiyo siri ndio aitumie kumuua, ikiwemo kumfundisha lugha. Ina maana kwamba mwandishi anajaribu kutengeneza picha kwamba ule mchezo uliokuwa unachezwa ni maisha halisi ya wakoloni pamoja na Waafrika. Walipokuwa wanataka kuondoka hapa, walikuwa wanawanyanyasa sana Waafrika, na ndipo ambapo Kitalu akiwakisha Waafrika walipata uelewa na kutaka kupambana naye. Alipotaka kupambana naye,
akawacheka sana mkoloni, akawafundisha baadhi ya tamaduni zake ikiwemo lugha. Mwandishi anatumia maneno magumu kama yale maneno yanapelekea kumwathiri utamaduni wake wa ndani na kuanza kumuumiza. Yale maumivu ni athari za mifumo ya kikoloni ambayo ilikuwa inapandikizwa kabla ya kuondoka, ili hata kama akija kuondoka ahakikishe kwamba kuna mifumo ambayo alikuwa ameiacha. Sasa ni swali analojiuliza Kitalu baada ya kumuua kwamba hivi yupo kweli, mbona bado anaishi? Wale fikra za kishetani ziliendelea kudumu hata baada ya kuonekana tayari ameshakufa. Kwa hiyo inaonekana kwamba ukoloni bado mamboleo ulionekana kuendelea kuwepo hata kama baada ya kuondoka kwa wakoloni. Lakini pia katika mfano uliotolewa katika ukurasa wa 29, mfano wa nahodha, Kitalu anajaribu kusimulia kuhusiana na habari za nahodha kwamba jazi linaonekana kuendeshwa lakini nahodha linayumba linaelekea upande kusipotakiwa. Nahodha ni nani? Nahodha anajaribu kumgusia nahodha kwamba pengine labda angesimama imara angeweza kusikilia sukani, lakini inaonekana anayumbishwa na nguvu zisizokuwa kwake ambazo ni nguvu za ukoloni mamboleo. Kwa katika ukurasa wa 29 ni mfano bora, lakini pia ndoto ya chewa na mambo mengine kama hayo yapo mengi ambayo utaangalia katika taswira pia. Na hapa kuna nadharia ya ubada ya ukoloni. Ingekuwa tunauliza swali kwamba onyesha jinsi ubada ya ukoloni ulivyojitokeza katika kitabu cha Mashetani cha Ibrahim Hussein, hapa tungeeleza katika mawanda mapana sana. Ubada ya ukoloni umeonekana sana, na hapa ni miongoni mwa dhamira zetu za msingi kama dhamira kuu. Kwa namna gani? Kwa na mwanzo utaweza kunielea hatua kwa hatua. Yapo mambo mengi yaliyothibitisha ubada ya ukoloni, uwepo wa wakoloni, lakini hata baada ya uhuru. Jambo la kwanza kuhusiana na swala la lugha. Swala la lugha ni limethibitishaje? Juma Kitalu, babake Juma, mtu wa kwanza pamoja na mtumishi wa pili, wote wanaonekana wana matumizi ya lugha ya Kiingereza. Lugha hii ni ya mkoloni, ilitumika sana katika kipindi hiko mara baada ya uhuru, hasa kwa wasomi. Kwa hiyo tunaona kwamba katika ukurasa wa 59 ukifungua hapo utaona maongezi ambayo ni ya lugha kidogo ya Kiingereza na mazi ya mazungumzo ya mtu wa kwanza pamoja na mtumishi wa pili. Lete na Bowiski, lete nini, alikuwa anazungumza ile maandishi mazungumzo ya lugha ya Kiingereza. Ili inaonyesha kwamba Waafrika bado waliendelea kutumia baadhi ya tamaduni ikiwemo lugha ya Kiingereza kwa baadhi ya wasomi nchini Tanzania, hata kama baada ya uhuru, hata kama wakoloni wameondoka walituachia iko kitu. Ndio maana mwandishi anasema katika ile siri, miongoni mwa mambo ambayo yanammezesha yule shetani, anammezesha Kitalu ni maneno ya lugha ngumu, maneno ambayo yanamchoma, anamwambukiza utamaduni wake ikiwemo lugha. Jambo la pili ambalo linathibitisha ukoloni mamboleo ni swala la fasihi. Juma anamsihi Kitalu asome kitabu kilichoandikwa The Essence of Colonial Heritage na aachane na kitabu kilichoandikwa The Origin of African. Sasa anajaribu kufikiria kwamba kipi ambacho kimaanisha, anajaribu kusema kwamba kuna wakati wa Afrika wanakidharau vitabu vyao au fasihi yao, kwa sababu moja ni swala la fasihi na wanajikita katika kujichambua fasihi za nje, kuzisoma. Hilo ni swala ambalo linathibitisha uwepo wa ukoloni mamboleo. Lakini jambo jingine ni swala la Juma kumsihi Kitalu kwenda naye katika sinema na tikiti atalipa yeye mwenyewe. Nafikiri neno tikiti inatumika kipindi hiko, maybe ni tiketi, mwandishi ajaribu kumaanisha katika muktadha wa sasa, lakini limetumika hivyo. Kwa unapozungumza isionekane kama vile na nimekosea au nimechapia. Ndivyo ambavyo kilichoandikwa hapo. Sasa huo mchezo uliokuwa unachezwa, anajaribu kueleza kwamba anaufahamu, ni Cowboy vs Red Indies, ambapo ulichezwa miaka ya 60 sana. Ulikuwa unaonyesha jinsi wa Afrika wanavyoonyeshwa wanyonge. Dhana hii inaashiria fasihi ya kikoloni ambayo ilikuwa inaelezea jinsi ambavyo wa Afrika wananyonywa. Kwa hiyo walikuwa na fasihi zao ambazo zilikuwa zinaonyeshwa katika sinema, zilikuwa zinaonyesha jinsi wa Afrika walivyokuwa ni wanyonge. Kwa hiyo sinema zile ziliendelea kuonyeshwa hata baada ya uhuru. Kwa Afrika tuliendelea kujiona ni wanyonge kupitia zile kazi za sinema hata kama bado tumepata uhuru. Kwa hiyo tunaona ukoloni mamboleo bado unaendelea kuwepo hata baada ya uhuru. Lakini pia swala la mama Kitalu kumkataza Kitalu asisimulie hadithi za bibi yake Juma. Tunaona pale alipokuwa anasimulia zile hadithi, anamueleza habari za chewa, habari za nini. Mama yake anajibu hivyo jinsi na kijinga, zimeshapita na wakati. Anadharau masuala ya Kiafrika ambao ndio utamaduni. Kudharau utamaduni wa mabibi ambao ni hadithi ni miongoni mwa ukoloni mamboleo, kwa sababu anashindwa kuthamini kile kitu cha Kiafrika. Anakiona kana kwamba kimepita na wakati. Bila kusahau swala la daktari kuja kutibu ugonjwa wa Kitalu. Hili swala linaibua mgogoro kati ya baba yake Juma pamoja na Juma. Alipokuja kutibu, matibabu haya ni ya usasa, ni ya uzungu ambao yameanzishwa na mkoloni. Na kama unavyojua ugonjwa wa Kitalu haukuwa ugonjwa tu wa kawaida, bali ulikuwa ni ugonjwa wa fikra, utambuzi juu ya mfumo wa unyonyaji ambao upo. Kwa hiyo kusoma kwake kulibitia kugundua unyonyaji ambao unaendelea katika jamii. Kwa hiyo daktari iwapo akimtibu ataweza kumtoa katika fikra zile. Kwa hiyo inamlazimisha kubaki katika hali yake ile ile ili asiweze kutibua mambo pale. Kwa hiyo ujio wa daktari ni taswira ya halisi ya ukoloni mamboleo, hasa baba yake ambaye alipinga matumizi ya mganga wa asili, mama yake alijaribu kusupport hayo masuala. Kwa hiyo inaonekana bado kuna Afrika kama Afrika hawathamini vitu vyao. Bila kusahau
kusherehekea kifo cha shetani au kifo cha binadamu kupitia wild teas. Tunaona mwandishi anajaribu kuchora taswira ya shetani, yani anauliwa alafu anasherehekea kupitia kinywaji cha wild teas. Tunaona hapa anacheka, shetani anauliwa, lakini Kitalu anajiuliza mwenyewe, anamuua shetani, lakini anajiuliza, je, shetani ameondoka kweli? Lakini mbona kama vile anisikia? Yani wakoloni bado tumewatoa, lakini wanaondoka wanasherehekea tena kwa wild teas. It means bado wapo. Wanaondoka wanafurahia. Utamuaje mtu akiwa anafurahia? Jaribu kujenga. Kwa hiyo hilo ni swali ambalo tumedadavua kiupana kuhusiana na swala la ukoloni mambo leo. Dhana ya pili ni swala la uonevu na unyanyasaji. Uonevu na unyanyasaji umeonekana katika sehemu mbalimbali. Mfano ni katika swala la shetani pamoja na binadamu. Tunaona kwamba shetani alikuwa anamnyanyasa binadamu katika ukurasa wa kwanza pale ambapo Juma alipoigiza kwa shetani. Alimuonea sana. Huu unawakilishwa na wakoloni walipokuwa wanaonea wa Afrika kipindi cha uhuru, hata baada ya uhuru, yale mateso walikuwa wanapitia na unyanyasaji ule ulikuwa unaendelea. Mwandishi anauibua hapo kuonyesha kwamba Waafrika walikuwa wanateseka sana. Lakini pia hatusiti kugundua swala jingine, swala la matabaka. Matabaka ndio yameibua mgogoro wakati mwingine uliopelekea kuwatenganisha watu hawa wawili. Matabaka yaliyokuwepo ni tabaka mbalimbali. La kwanza ni tabaka la Kitalu pamoja na tabaka la Juma. Tabaka la Kitalu liliwakilisha matajiri, mabwanyenye, watu ambao walikuwa na pesa ama mali kipindi hicho. Na pesa hizo walizipata baada ya kuzitoa kutoka katika tabaka ambalo lilikuwepo mwanzo, ambalo lilikuwa linawakilishwa na wakina Juma, ambao kwa wakati huo katika tabaka jipya walikuwa ni maskini. Kwa hiyo basi matabaka yanazukwa hapo. Bila kusahau swala la uongozi mbaya. Uongozi mbaya umeonekana katika ukurasa wa 29. Ukisoma hapo pia katika ukurasa ule wa 29 kuhusiana na ndoto ya nahodha pale, anajaribu kuelekeza kwamba baadhi ya viongozi wameshindwa kushikilia na kusimamia maslahi ya taifa, wameongozwa huko na kutegemea kuongozwa na wakoloni. Lakini jambo jingine lazima tukumbuke kuhusiana na swala la ukombozi. Maandishi anajaribu kuibua swala la ukombozi, ya kwamba ukombozi unapatikana kupitia labda elimu. Waliokuwa kupitia Musia Kitalu pamoja na Juma wanasoma vitabu. Kwa mfano Kitalu anasoma kitabu mpaka anachanganyikiwa, jambo ambalo linapelekea kuongeza fikra na kupata ukombozi wa kifikra, na nagundua kwamba ule mfumo ambao wapo nao una makosa ndani yake, jambo ambalo linapelekea kuonekana kana kwamba ana mashetani. Lakini pia hauwezi ukasahau swala la usaliti. Usaliti muonekana wapi? Kupitia kwa viongozi wa Afrika weusi ambao wanajiona na vyeo na kuwadharau wengine. Hauwezi ukasahau swala ambalo limeibuka hapo pia kuhusiana swala la maadili. Tunaona kwamba Juma alipotumwa na wazazi wake alikataa. Kidogo maadili yalikuwa ni mabovu hapo. Kila kitu alichoelezwa na bibi yake na mama yake alikataa. Japokuwa sasa tunamwona bibi yake aliwatetea. Japokuwa bibi yake inaonekana kumtetea sana Juma, lakini haitoshi kusema kwamba alikuwa hajawatii wazazi wake. Lakini swala jingine la swala la utamaduni tunaona hapo limeibuliwa hapo, matumizi ya dawa za asili. Ukifika hapo swala maadili na utamaduni katika ukurasa wa 53, mwandishi ameibua hayo maswala yanapatikana hapo. Dhamira nyingine ni swala la elimu. Mwandishi amejaribu kulielezea swala la elimu kupitia wahusika wawili. Kwanza Juma pamoja na Kitalu. Wote hawa walikuwa na wanafunzi, na Juma anaonekana anaamini, anakiona kana kwamba chuo kikuu ni kujipatia kazi tu na pesa. Lakini Kitalu anasema hapana, nimekwenda chuo kikuu kwa sababu ya kuongeza maarifa. Kwa hiyo hawa ni wasomi wawili ambao wanakinzana kidogo kifikra, lakini swala la elimu mwandishi anajaribu kuliibua kwamba linatumika kuongeza mtazamo mbalimbali hasa kwa wasomi. Lakini pia mjaribu kuonyesha kwamba sio wasomi wanakubaliana, lakini pia wasomi kwa wasomi wanakinzana. Tuingie katika kipengele cha pili cha muhimu cha msingi sana cha kuangalia katika maudhui, ikiwemo migogoro. Tunaona mgogoro kati ya shetani na binadamu. Mgogoro huu pale ambapo shetani anajaribu kumtesa binadamu anapata ufumbuzi, suluhisho lake binadamu anapata ufumbuzi na kuamua kuchukua kisu na kumuua. Mgogoro huu unawakilishwa na wakoloni na Afrika ambao baadaye wanapata ufumbuzi, wanaamua kumuua na hatimaye wanamfukuza, anaondoka japokuwa anabaki. Bila kusahau mgogoro kati ya Juma na Kitalu utokea pale tu ambapo walitofautiana kifikra. Huyu anasema tucheze mchezo, walipokuwa wanataka kucheza mchezo wa pili. Na raundi hii Kitalu anataka kucheza tena kama binadamu au kuonewa, anataka kucheza tena kama shetani. Lakini Juma anakataa, anataka kuendelea kucheza kama shetani. Hapo mgogoro unatokea na hatimaye suluhisho lake ni pale ambapo anapoamua kuondoka Juma na kumwacha Kitalu pale pale. Bila kusahau mgogoro kati ya bibi pamoja na mama Juma. Mgogoro huu utokea pale ambapo mama Juma alipojaribu kumtuma Juma, lakini Juma anaonekana kufika kwa kuchelewa, wakati mwingine kukataa. Anapojaribu kumuelekeza, bibi anajaribu kuja juu na kumkemea kwamba kana kwamba anakosea.
Kwa hiyo huo ndio mwisho wa mgogoro wake jinsi ulivyokuwa umeisha. Bila kusahau mgogoro kati ya mtu wa kwanza dhidi ya mtumishi wa kwanza. Alipochelewesha, alipokuwa na mmoja maswali kwamba amletee nini, kinywaji gani? Tunaona kwamba alikuwa anamlazimisha baadhi ya mambo, anamfokea, lete hivi nini kulingana na nafasi aliyokuwa nayo yule mtu wa kwanza. Kwa hiyo suluhisho lake ni mtumishi wa kwanza kuweza kunyenyekea na kuleta vile vitu anavyojaribu kuvisema kwa haraka. Bila kusahau mgogoro kati ya wa Afrika pamoja na wakoloni ambao unawakilishwa na shetani na binadamu ambao tumeshazungumza. Kwa hiyo migogoro imefunuliwa katika staili hiyo. Ipo mingi sana, lakini miongoni ambao tunachunguza hapa ni pamoja na hao. Pamoja na hiyo, vingine vya msingi vya maudhui vya kuangalia hapa. Twende katika vipengele vya fani. Ni vya msingi sana, hasa taswira. Bado endelea kusikiliza ili uweze kuelewa kwa undani. Wahusika wanajulikana, Juma, Kitalu, babake Juma ambao ni wahusika wakuu Majuma, lakini tuelekee katika lugha. Lugha, mwandishi anatumia lugha ya kishairi zaidi katika mazungumzo ya shetani, pamoja anatumia lugha ya kishairi zaidi. Matumizi ya lugha ya shairi kulingana na kiwango cha elimu alichokuwa nacho, lakini lengo lake ni kujaribu kutufikisha katika fikra ya kinifu, kufikiri falsafa ambayo anajaribu kuelezea hapa. Katika ukurasa wa kwanza anatumia lugha ya kishairi kabisa ya mpangilio wa vina na mezani. Anasema, unajua mimi ni nani? Mimi ni shetani, sio jini wa kuhani. Mfano katika ukurasa wa kwanza. Shetani anapozungumza na binadamu anasema, unajua mimi nani? Mimi shetani, sio jini wala kuhani. Mimi ni shetani, uwezo wangu hauhifadhiki, wema wangu hauhesabiki, ubaya wangu hausemeki, ninajenga, ninabomoa, ninatukuza. Ukiyasikiliza maneno yanavyokuwa naishia, anasema mimi ni nani? Mimi shetani, mimi si jini wala kuhani, mimi ni shetani, uwezo wangu hauhifadhiki, anaishia anaishia nini? Anapangilia kishairi, lugha ya kishairi. Lakini sio hilo tu, tunaona kwamba lugha yake ni ya kishairi kutokana na lugha yake inajaa taswira nyingi sana ambazo zinamchanganya mtu, inamhitaji kufikiri ili aweze kuelewa, na hii inatokana na mtindo wa ushairi ambao wanaotumia kuweza kufikisha masuala mbalimbali ambayo wanaibua katika jamii. Bila kusahau matumizi ya lugha za kigeni yameonekana hapo, tumeangalia. Lakini kipengele kingine ambacho tukiangalia na matumizi ya lugha cha msingi sana ni juu ya taswira ama jazanda. Ni taswira zipi ambazo zimeonyeshwa hapa? Kuwa nami mwanzo tuweze kusikiliza, tuweze kuziona. Taswira zipo nyingi sana mwandishi ambazo amezitumia. Taswira ya kwanza kabisa ni taswira ya shetani. Anapotumia neno shetani ana maana nyingi sana. Kwa hiyo ukisoma kitabu elewa shetani ni nini. Shetani kwanza tunajua maana ya kawaida ni pepo wabaya wanaoingia watu na kuwasumbua. Si ndio? Huo ni ukweli usiopingika. Lakini Ibrahim Hussein anajaribu kutukumbusha kwamba hawa sio mashetani hawa anayomaanisha, lakini anajikita zaidi katika siasa. Shetani maana ya kwanza kabisa inatupatikana katika maelezo ya Kitalu anapojaribu kueleza kwamba anaweza kuwa rafiki, baba yako, ndugu yako, kwamba shetani ni tabia fulani alionayo mtu. Mfano alipokuwa anazungumza muktadha huo, shetani anawakilisha tabia ya Kitalu ambao ni mabwanyenye dhidi ya wasaidizi waliong'olewa na kuwa wanyonyaji wakijilimbikizia mali mbalimbali. Kwa hiyo hapa ndipo anapojaribu kuangalia kwamba hawa ni washetani. Kwa watu wana tabia za kujimbikizia mali, haya wana tabia za kishetani. Ndio katika maongezi kuna anasema tabia za kishetani hizo. Hizi ni baadhi ya mambo aliyokuwa anajaribu kuelezea mwandishi. Kwa anajaribu kuweka mashetani katika hali hiyo. Tafsiri ya pili ya mashetani ni mkoloni ama mtawala. Kwa hiyo anajaribu kutengeneza ushairi huu. Kwa mfano katika sura ya kwanza tunamuona mgogoro kati ya binadamu pamoja na mkoloni. Mgogoro kati ya binadamu pamoja na shetani. Tunaona kwamba shetani anawakilisha mkoloni ambaye anamnyanyasa na kumkandamiza binadamu ambaye ni Muafrika. Kwa hiyo basi anampa uhuru, lakini ni masharti, ikiwemo kumfundisha utamaduni wake, ikiwemo lugha. Hiyo ni taswira ambayo imetokea hapo. Lakini bila kusahau taswira ya mchezo. Mchezo umetumika sana. Ukurasa wa kwanza alipokuwa anaingia kwenye mbuyu alicheza mchezo. Mchezo ni nini? Mchezo tunaona ni maisha halisi ya kila siku toka katika kabla ya ukoloni mpaka baada ya ukoloni. Hapa kuna mgogoro wa kisiasa, kutolewa kutoka tabaka la juu kuwa dhaifu. Tabaka lililokuwa juu linakuwa dhaifu, na tabaka lililokuwa dhaifu linaingia jingine, tabaka jingine linakuwa juu. Kwa hiyo huu unamaanisha ni mchezo. Kwa hiyo anaposema tucheze mchezo ni kujaribu kuingia katika mfumo halisi wa maisha wanaojaribu kuishi. Kwa hiyo Kitalu kupitia ule mchezo unampa uelewa wa juu ya mfumo ambao wanaishi kwamba ni wa kinyonyaji. Kwa hiyo mwandishi anaibua taswira hii kujaribu kujenga ujumbe hapo juu ya maisha halisi yanayoishi kipindi hiko. Bila kusahau taswira ya kisu. Kitalu alichukua kisu akamchoma shetani akamuua.
Kisu ni uwezo ama juhudi, maarifa, mbinu, nguvu, jitihada walizotumia viongozi wa Kiafrika na Afrika kupambana dhidi ya mkoloni kujipatia uhuru wao. Kwa hiyo Mwafrika alijipatua naye kutafuta uhuru. Kisu kinatumika kama taswira hiyo. Bila kusahau ndoto aliyotoa Kitalu, hadithi aliyotoa Kitalu aliyosimulia kuhusiana na Biblia kuhusiana na swala la chewa. Chewa inawakilisha ni ukoloni mamboleo. Anasema chewa ana meza, ana watu wote akiwameza hao, anahamisha mkondo, jahazi linahama. Inawakilisha ukoloni mamboleo ambao wao bado wanazidi kuwameza na kuwakandamiza viongozi wa Kiafrika na nchi za Kiafrika na kuzidi kuwatesa. Pasipo kusahau taswira ya jahazi ambalo ukurasa wa 29 unaonekana hapo, ambapo pia taswira ya jahazi pia inawakilisha ukoloni mamboleo. Jahazi unaona linahama, linafuata kule ambako nahodha hataki kupeleka na jahazi huko, lakini linaelekea huko. Tunaona kwamba unapata picha kwamba hao viongozi wa juu wanajaribu kuongozwa wakati mwingine na nguvu za nje. Bila kusahau mbuyu ambao ni mazingira ya Afrika yamechezwa hapo, ambao ndipo unyonyaji unafanikiwa hapo katika ukurasa wa kwanza. Unatumika zamani, mbuyu ulikuwa unatumia kama suluhisho la matatizo. Wakipata changamoto unakwenda kufanya matambiko hapo, na jamii kama ilikuwa na shida ya changamoto mbalimbali kama uzazi, mvua, na kweli suluhisho linapatikana. Mwandishi anajaribu kuweka hiyo taswira kama sehemu ya suluhisho. Suluhisho hili anajaribu kulieleza kwamba Juma na Kitalu walikutana hapa ili kujaribu kutafuta suluhisho juu ya mifumo ambayo ilikuwa inatofautiana. Huyu ni maskini, huyu ni tajiri, huyu ananufaika na mfumo. Kwa wanatafuta pale suluhisho, wajaribu kuweka mambo sawa, lakini mwisho wa siku unaona kwamba suluhisho hilo halipatikani. Kila mmoja anajaribu kutaka nafasi za juu, kuwa shetani, mwisho wa siku rafiki wao na unagombana. Hizo ni baadhi ya taswira nyingi sana ambazo zimeonekana hapo, na ukizingatia kimsingi sana utajaribu kuelewa kitabu kinataka nini. Nafikiri sasa unaanza kupata mwanga juu ya tamthilia ya Mashetani ya Ibrahim Hussein. Tuelekee katika kipengele kingine cha kifani cha msingi sana juu ya mtindo ama utofauti ambao unamtofautisha mtunzi huyu na mwingine. Kiukweli Ibrahim Hussein anatuchanganya na anastahili credit zake ama pongezi zake katika kiwango kikubwa sana katika kazi za kifasihi. Anajaribu kutumia mitindo mbalimbali. Mtindo wa kwanza ambao unaonekana hapa ni mtindo wa mchezo ndani ya mchezo. Kumbuka tamthilia ina sifa ya kuwepo kwa mchezo. Sasa yeye anajaribu kutupatikia mchezo ndani ya mchezo. Mtindo huu anajaribu kuelezea jinsi ambavyo Juma na Kitalu walipokuwa wamekaa chini ya mbuyu, pale ni mchezo unachezwa, wanajaribu kucheza tena mchezo. Mtindo huu unatumia kama kioo kuonyesha kile kilichotokea katika maisha halisi katika jamii pana ya Tanzania, hasa katika kile kipindi baada ya uhuru, kipindi ambacho Azimio la Arusha, mfumo wa ujamaa ulikuwa unaingia pale. Kulitokea utabaka na utofauti kati ya matabaka mawili ambao tumeelezea huko nyuma. Kwa hiyo mwandishi ametumia mtindo pia. Bila kusahau mtindo wa kijazanda ama wa kiishara ama wa kishairi. Matumizi ya lugha ya kishairi. Hii tuelezea sana kwa sababu kipengele kilichotoka tulielezea sana katika matumizi ya lugha ya kijazanda. Tumejiangalia jazanda nyingi sana na maana zake. Bila kusahau kitu kingine labda ambacho naweza kuongezea ni kuhusiana na ugonjwa wa Kitalu. Kitalu anaumwa nini? Tujiulize hapo. Ile ni taswira ambayo mwandishi anajaribu kuificha, akijaribu kugusia kuhusiana na ugonjwa wa kisaikolojia unapowapata viongozi wa Kiafrika. Pindi tu wanapopata ufahamu kuhusiana na mifumo wa kikoloni, wanapata wasiwasi wa kupoteza madaraka na kupoteza misaada. Kwa hiyo ile fia au ule wasiwasi unasema jinsi ambavyo viongozi wanapokuwa wanaogopa ama wasomi waliokomboka kifikra wanapokuwa wanafikiria juu ya unyonyaji unaoendelea kufanywa na wakoloni, wanaonekana kana kwamba wanaingiliwa na mashetani, yani wamechanganyikiwa hivi. Lakini kumbe mwandishi anajaribu kutengeneza pale taswira ya kujaribu kuona kwamba tayari Kitalu alishafumbuka kifikra na alishaona kwamba ule mfumo ambao hata wazazi wake walikuwa wamekosea, ndio maana akiongea wazazi wake wanakuwa wamuelewi kwa sababu wanamuona kama vile amepandwa na mashetani. Bila kusahau matumizi ya monolojia. Matumizi ya monolojia yanaonekana sehemu kikubwa sana, sehemu nyingi sana. Masimulizi aliyotoa bibi kwa Juma na Kitalu. Bila kusahau masimulizi ya aliyotoa Chewa, aliyosimulia Kitalu kwa mama yake kuhusiana na hadithi ya bibi, kuhusiana na Chewa. Mtindo huu wa monolojia ama simulizi umetumika sana na mwandishi Ibrahim Hussein. Kwa hiyo mitindo ni mingi sana, lakini kubwa ya tofauti ni hayo. Tuelekee katika mandhari.
Mandhari ambayo imechezwa sana sana hapa ni kwenye mbuyu. Mandhari ya kwenye mbuyu. Mandhari huyu inawakilisha Afrika ama sehemu ambayo unyonyaji ulikuwa unaendelea hapo. Kwa hiyo ni Afrika ama sehemu ambayo suluhisho lilikuwa linatakiwa kupatikanika hapo. Ndio mandhari hii inawakilisha. Katika ukurasa wa kwanza ukifika hapo utaona. Lakini kuna mandhari ya kiwakati hapa. Mandhari ya kiwakati ni ile mandhari iliyochezwa katika ukurasa wa katika mwaka 1970, kipindi ambacho miaka ya 70, kipindi ambacho Tanzania inapitia katika mapinduzi ya kisiasa ya ujamaa wa kujitegemea. Mwandishi amejaribu kutengeneza hiyo mandhari hapo. Lakini pia bila kusahau nyumbani kwa kina Kitayo, nyumbani kwa kina Juma na Juma ni sehemu ambapo mwandishi anajaribu kutengeneza hiyo taswira ya hiyo mandhari, kujaribu kueleza jinsi ambavyo tabaka la Kibwanyenye lilivyokuwa likitawala na kuunda mfumo wa kutawala tabaka la Kibwanyenye ambao lilikuwa linaongozwa na kina Kitalu dhidi ya tabaka ambao lilikuwa ni wanaizi ambao walikuwa wamenyang'anywa mali wa kina Juma. Mandhari nyingine mwandishi anatumia mandhari ya fikra, mandhari ya kufikiri. Katika ukurasa wa 18 unaona hapo katika maelezo ya mwanzo pale kwamba ile onyesho inachezewa katika fikra, yani mandhari inakuwa ni fikra hapo. Kwa hiyo mwandishi anajaribu kutengeneza mandhari ya pekee kabisa katika ukurasa wa 18. Ukifika hapo utaona. Tuelekee katika, kwa hiyo jambo mengi ya kuzungumza hapa, lakini dhana nyepesi sana ya kuelewa hiki kitabu juu ya kwamba mashetani juu ni utawala wa kikoloni ambao ni ukoloni mamboleo. Kwa Juma alipokuwa anacheza mchezo wa kwanza jaribu harakati za Afrika kuua ule ukoloni, lakini ulishindikana. Ulifanikiwa kuondoa ukoloni, lakini bado ule ukoloni Kitalu anajiuliza, je, wakoloni wamekufa? Ina maana ule utawala uliendelea kuwepo. Kwa mwandishi anajaribu kulibua ile swala hapo, lakini ndani yake anajaribu kujitengeneza ule mgogoro uliopo kati ya Mabwanyenye pamoja na wale waliotoka kutawaliwa wakina Juma. Kwa hiyo unaona kwamba ule mgogoro unapozidi kukua ni kutafuta suluhisho la jinsi ambavyo mwandishi anajaribu kueleza kwamba japokuwa Tanzania ilipiga hatua na kupata uhuru, lakini mfumo wa ukoloni uliendelea kuwepo, lakini zilikuwa changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zinakabiliana, ikiwemo utofauti wa kimfumo wa kibepari, lakini pia uwepo wa mfumo wa kikabaila ambao ulikuwa ni unataifisha mali, ulikuwa ni sehemu ya changamoto ambazo zilikuwa zinajikita katika nchi za Kiafrika ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo mwandishi aliandika hii tamthilia kujaribu kuibua hizo dhana. Kwa hakika fasihi ni pana, kama nilivyosema, ni kama vile kisima, ukichota maji hakiwezi kukauka. Kwa hiyo ni pana, unaweza kuichambua kiukubwa zaidi, unaweza usimalize. Kwa hiyo kila mmoja na mawanda ya kuifanua fasihi. Kwa hiyo kwa kifupi nimekuletea vipengele vya msingi ambavyo Ibrahim Hussein alivijadili, amejaribu kuvionyesha katika kazi yake. Nafikiri katika vipengele hivyo, kama ulivisikiliza kwa makini na ulikuwa nami sambamba bega kwa bega, unaweza ukalike hapo na kushusha comment chini kusema kwamba tulikuwepo sambamba kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kwa hakika kipo kitu ambacho pengine nimekiongeza kwako ambacho ulikuwa ukielewi kuhusiana na tamthilia ya mashetani ya Ibrahim Hussein. Yapo mengi ya kuzungumzia, lakini nikusii uendelee kuwepo kwa ajili ya uchambuzi wa maswali mbalimbali, ikiwemo kuja na swali juu ya utofauti wa kifani na kimaudhui unaosababishwa na mazingira ya mtunzi Ibrahim Hussein wa mashetani pamoja na Majid Mswahili wa mustakabali. Tutaliangalia hilo swali na kudadavua na kuangalia pointi zake ni zipi. Kwa baki hapa katika Mabala ya The Storyteller. Kama unasubiri kwa hamu huo uchambuzi wa hilo swali, unaweza ukashusha comment yako hapo ili na mimi nikapata moyo wa kuzidi kuandaa hiyo kazi. Nikushukuru sana kwa kuendelea kunisikiliza. Nikusii usikose kusubscribe na kucomment na kushare hii kazi kwa wasomi wote waweze kuielewa fasihi hii na kushare na kusambaza fasihi. Asante sana kwa kunisikiliza. May God bless you. Jina langu ni John Mabala na hii ni Mabala The Storyteller.